Simulizi: Kilio kutoka gizani. Sehemu ya pili. Siri ndani ya nyumba ya mzee Omari. Karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye chaneli yetu. Jina langu ni Dennis Fraterine, na hapa tunasimulia hadithi za kusisimua, mapenzi yenye siri nzito, udanganyifu na matukio ya maisha yanayogusa moyo. Kama bado hujabonyeza subscribe, tafadhali fanya hivyo sasa. Washa kengele ya notifications na pia like video hii ili uwe wa kwanza kupata simulizi mpya kila tunapopakia. Katika episodi iliyopita, tulimwona Neema akipokea simu ya ajabu usiku. Simu iliyokuwa na kilio cha mwanamke kutoka gizani. Na baadaye jioni yake, alipokuwa anapita karibu na nyumba ya jirani yao mzee Omari, alimshtukia Daniel akitoka ndani ya nyumba hiyo. Lakini jambo la kutisha zaidi lilikuwa hili. Ndani ya ile nyumba kulisikika kilio kile kile cha mwanamke. Na sasa simulizi linaendelea. Neema alisimama pale nje ya nyumba ya mzee Omari kana kwamba miguu yake imegandishwa na ardhi. Daniel alikuwa amesimama mita chache mbele yake. Macho yao yalikutana. Kwa sekunde chache, hakuna aliyesema neno. Upepo wa jioni ulipuliza taratibu, ukipita kwenye majani ya miembe iliyokuwa karibu. Halafu, ndani ya ile nyumba, kilio kilisikika tena. Kilikuwa ni kilio cha mwanamke. Kilio kilichojaa maumivu na hofu. Neema alihisi moyo wake ukipiga kwa nguvu sana. Akamwangalia Daniel tena. Uso wa Daniel haukuwa ule aliyouzoea. Kulikuwa na kitu ndani ya macho yake. Kitu kilichofanana na hofu au labda hatia. Daniel, Neema alisema kwa sauti ya polepole. Ni nani anayelia ndani ya nyumba hile? Daniel hakujibu mara moja. Aligeuza macho yake pembeni kana kwamba alikuwa anatafuta maneno ya kusema. Halafu akasema kwa haraka, si kitu, labda ni redio. Lakini Neema alijua Daniel alikuwa anadanganya, kwa sababu kilio kile hakikuwa cha redio, kilikuwa cha mtu halisi. Neema alipiga hatua moja mbele. Alisema, nimesikia umesema hujawahi kufika kijiji hiki. Lakini sasa unafanya nini hapa? Daniel alinyamaza kwa sekunde chache. Halafu akavuta pumzi ndefu. Nilikuja kumtembelea rafiki yangu. Rafiki? Neema aliuliza. Daniel alionyesha nyumba hile. Mzee Omari. Neema alishangaa kwa sababu tangu azaliwe katika kijiji hicho hakuwahi kumsikia mzee Omari akitaja mtu aitwa Daniel kama rafiki yake. Lakini kabla hajamuuliza swali lingine, mlango wa ile nyumba ulisogea kidogo, na ndani yake kivuli cha mtu kilionekana. Mtu aliyekuwa amesimama gizani. Neema alihisi mwili wake ukipata baridi, kwa sababu kivuli kile kilionekana kuwa cha mwanamke. Mlango ulifunguka zaidi, na aliyekuwa anatoka ndani alikuwa mzee Omari mwenyewe. Mzee Omari alikuwa mzee wa miaka karibu 70. Alikuwa mrefu kidogo, mwembamba, na alikuwa na ndevu nyeupe zilizochanganyika na kijivu. Aliwatazama Neema na Daniel kwa macho ya utulivu. Neema alisema kwa sauti ya polepole, Neema, kwa nini umesimama nje hivi? Neema hakujua aseme nini. Moyo wake bado ulikuwa unafikiria kuhusu kile kilio. Mzee, alisema kwa kusita, ndani kuna mtu analia? Mzee Omari alimtazama kwa muda mrefu, halafu akatikisa kichwa polepole. Hapana mwanangu, ndani hakuna mtu analia. Lakini wakati huo huo, kutoka ndani ya nyumba kulikuja sauti ndogo sana. Sauti ya mtu akilia kwa taratibu. Neema aliisikia, na safari hii Daniel pia aliisikia. Jioni ilikuwa tayari imegeuka kuwa usiku.
Anga lilikuwa limejaa nyota, lakini ndani ya moyo wa Neema kulikuwa na giza. Alijua kuna kitu hakikuwa sawa. Daniel alikuwa kimya sana. Mzee Omari alikuwa anajaribu kuonekana mtulivu pita kiasi, na ndani ya ile nyumba kulikuwa na siri. Neema alijaribu kusogea karibu na mlango, lakini Daniel alinyoosha mkono kidogo kumzuia. Neema alisema kwa sauti ya chini, "Ni bora uende nyumbani." Neema alimwangalia kwa mshangao. Kwa nini? Daniel alinyamaza, na ukimya wake ndio uliompa jibu. Kulikuwa na kitu Daniel hakutaka akione. Dakika chache baadaye, Neema aliamua kuondoka, lakini kabla hajatembea mbali, aligeuka nyuma kwa mara ya mwisho. Daniel alikuwa bado amesimama pale nje ya nyumba ya mzee Omari, lakini sasa alikuwa anaongea kwa sauti ya chini na mzee Omari, kana kwamba walikuwa wanajadili jambo la siri. Neema alihisi moyo wake kukaza, kwa sababu ndani ya ile nyumba kilio kilisikika tena. Safari hii kilikuwa dhaifu zaidi, kana kwamba mtu aliyekuwa analia amechoka sana. Neema alisimama gizani akisikiliza, na ghafla alisikia kitu kingine. Sauti ya mwanamke ikisema kwa udhaifu, "Daniel, tafadhali nisaidie." Neema alihisi damu yake ikiganda, kwa sababu sasa alitambua kitu cha kutisha. Mwanamke aliyekuwa analia ndani ya nyumba ile alimjua Daniel. Neema alisimama gizani akihajiaminishi, akajiuliza maswali mengi kichwani. Daniel alikuwa anamficha nani ndani ya nyumba ya mzee Omari? Na kwa nini mwanamke huyo alikuwa analia na kumwomba msaada? Lakini kabla hajafanya uamuzi wa kurudi pale, kitu kilitokea. Mlango wa nyumba ya mzee Omari ulifunguka tena, na mwanamke mmoja akatoka nje kwa ghafla. Alikuwa mchovu, macho yake yalikuwa mekundu kwa lia, na mwili wake ukiwa unatetemeka. Na alipomwona Neema, alisema maneno yaliyomfanya Neema ahisi dunia nzima inazunguka. "Neema, umemwamini Daniel, lakini hujui ukweli wake. Je, mwanamke huyu ni nani? Ana uhusiano gani na Daniel? Na ni siri nzito inayofichwa ndani ya nyumba ya mzee Omari?" Usikose sehemu ya 3 ya simulizi Kilio kutoka Gizani. Kama umefurahia simulizi hii, bonyeza subscribe, like video na pia andika maoni uone unadhani nini kinaendelea. Mimi ni Dennis na nitakuona tena kwenye simulizi inayofuata.